Siku iliyofuata haikuwa ya kawaida. Anga la jiji lilikuwa limefunikwa na mawingu mazito, kana kwamba mbingu nayo ilijua kuna kitu kizito kinakwenda kutokea. Sara aliingia ofisini. Wafanyakazi wenzake walimtazama kwa kuibia, lakini Sara hakujali. Alitembea kwa hatua za unyonge, mabega yakiwa yamelegea, kufuata ule uhusika wa Sara wa kwanza aliyopanga kuucheza. Mkononi alibeba faili jekundu. Kikao cha nidhamu kilipangwa kufanyika saa 4 asubuhi. Ndani ya chumba cha mkutano, hali ilikuwa ya baridi. AC ilinguruma kwa mbali. Mkurugenzi mkuu alikaa katikati. Kushoto kwake alikaa mkuu wa kitengo cha sheria, na kulia kwake alikaa Daniel. Daniel alionekana mtulivu, akiwa amevalia suti ya kijivu iliyomkaa, akichezea kalamu ya dhahabu vidoleni mwake. Macho yake yalipokutana na Sara, alimpa konyezo la siri, ishara ya kumkumbusha, fuata mpango. Sara alivuta kiti na kukaa. Sara, mkurugenzi alianza kwa sauti nzito. Tuko hapa kusikiliza utetezi wako juu ya upotevu wa fedha na hitilafu iliyotokea kwenye mfumo. Daniel ametuambia una maelezo ya ziada. Sara alikohoa kidogo, akameza mate. Alimtazama Daniel kwa sekunde moja, kisha akaangalia chini. Ndiyo, mkurugenzi, alisema kwa sauti ya kutetemeka. Kama nilivyomweleza Daniel jana, siku hiyo sikuwa sawa. Daniel alitikisa kichwa kidogo, akijifanya kusikitika. Sara aliendelea, maneno yakimtoka kama alivyokariri. Nilikuwa na msongo wa mawazo kutokana na matatizo ya kifamilia. Nililazimisha kuja kazini nikidhani nitaweza kumudu, lakini nilijikuta nikichanganya faili na kufanya maamuzi ambayo sikukusudia. Chumba kilipoa. Mwanasheria aliandika kitu. Kwa hiyo unakiri kuwa ni uzembe wako uliosababisha fedha kupotea? Mwanasheria aliuliza. Hii ndiyo ilikuwa sehemu ngumu zaidi, kukiri kosa ambalo hakulifanya. Lakini Sara alikumbuka maneno ya Mark, mruhusu ajione mshindi. Ndiyo, Sara alijibu kwa sauti ndogo. Ninakiri. Daniel alishusha pumzi ya raha. Usoni pake palichanua tabasamu la ushindi ambalo alijitahidi kulificha lisiwe dhahiri sana. Mkurugenzi, Daniel aliingilia kati, sauti yake ikiwa imejaa huruma ya kinafiki. Kama msimamizi wake, naona hili ni kosa la kibinadamu. Sara ni mfanyakazi hodari. Nadhani adhabu ya onyo na mapumziko ya mwezi mmoja itatosha kumrudisha kwenye hali yake. Mimi binafsi nitasimamia kuhakikisha fedha zinarudi na mifumo inakaa sawa. Binafsi nitasimamia. Sara alirudia maneno hayo kichwani mwake. Hapo ndipo alipopataka. Wakati Daniel akiongea hayo, alifungua laptop yake iliyokuwa mbele yake. Nia yake ilikuwa moja: kuingia kwenye server kuu au server, kufuta ile trace ya mwisho ya CCTV ambayo ingeweza kumuumbua, akiamini kuwa kwa vile Sara ameshakiri, hakuna atakayefuatilia tena kwa kina. Alitaka kufuta ushahidi na kubaki msafi. Daniel alibonyeza vitufe kadhaa haraka haraka, huku akiendelea kuongea na mkurugenzi ili asishtukiwe. Enter. Amri ilitumwa. Mbali na hapo, Mark aliona notification nyekundu ikiwaka kwenye skrini yake. Bingo! Mark alipaza sauti, akapiga meza kwa furaha. Idiot! Kwenye chumba cha mkutano, Sara alisikia simu yake ikitikisika mara moja tu. Hiyo ilikuwa ishara kwamba Daniel ametumia admin password yake binafsi kufanya mabadiliko kwenye mfumo wakati kikao kikiendelea. Mark alikuwa amenasa ile logi ya mwisho ya kwamba ushahidi unaweza kufanyiwa mabadiliko. Huu ulikuwa uthibitisho kwamba Daniel ana uwezo wa kuchezea ushahidi. Sara aliinua kichwa. Machozi ya bandia yalikauka ghafla. Mabega yake yakanyooka. Ile sura ya Sara wa kwanza ilipotea na nafasi yake ikachukuliwa na Sara wa pili. Samahani mkurugenzi, Sara alisema ghafla, sauti yake ikiwa imebadilika, imara, nzito, isiyo na chembe ya hofu. Wote walimgeukia kwa mashangao. Daniel aliacha kuandika kwenye laptop yake akiwa amepigwa na butwaa, akamtazama kwa jicho la mashaka. Kuna jambo moja nimesahau kuliongeza, Sara alisema huku akimwangalia Daniel moja kwa moja machoni.
Nimekiri kosa la kuchanganyikiwa ndio, lakini sikukiri kosa la kufuta CCTV footage. Daniel alikunja uso. Sara, unamaanisha nini? Hakuna aliyefuta CCTV. System tu iligoma. Sara alisimama, akatabasamu. Tabasamu ambalo lilimfanya Daniel ahisi baridi ikipanda mgongoni. Daniel. Sara alimuita jina lake bila cheo. Ulisema mimi ni silaha yako Daniel, si ndio? Ulinihakikishia kwamba utaniweka sawa, lakini hukujua kwamba wakati unaniweka sawa, ulikuwa unajichimbia kaburi lako mwenyewe. Sara alitoa faili jekundu aliyokuwa nalo akalisuka katikati ya meza kuelekea kwa mkurugenzi. Mkurugenzi, Sara alisema, ndani ya hilo faili hakuna barua ya kuomba msamaha. Daniel alitaka kusimama. Huyu binti amechanganyikiwa. Naomba kikao kiishie hapa. Kaa chini Daniel, mkurugenzi alinguruma. Akafungua faili. Ndani kulikuwa na picha screenshots za miamala ya benki na orodha ya mawasiliano ya siri. Hizo ni data za awali, Sara alisema huku akitembea kuzunguka meza kuelekea kwenye skrini kubwa ya ukuta wa chumba cha mkutano. Alichomoa waya wa HDMI kwenye laptop ya Daniel ambaye alikuwa amepigwa na butwaa na kuchomeka kwenye simu yake. Lakini kitu ambacho Daniel amefanya sekunde 30 zilizopita kwenye laptop yake ndicho kitakachomaliza kila kitu. Kwenye skrini kubwa ikatokea live feed ya desktop ya Mac. Ikaonyesha maandishi user Daniel admin, action delete CCTV logs 24 hours, status intercepted. Chumba kilizizima. Sara alimgeukia Daniel. Sara alinong'onea kwa sauti ambayo Daniel tu ndiye aliyeweza kusikia. Ulisema mimi ni silaha yako Daniel. Ulikosea. Mimi ni risasi na wewe ndiye uliyetifua mtutu. Sara akamtazama mkurugenzi. Mkurugenzi, naomba umuulize Daniel, hizo pesa zilizoingia kwenye akaunti yake ya siri zimetoka wapi na kwa nini alijaribu kufuta ushahidi sasa hivi tukiwa ndani ya kikao? Mchezo ulikuwa umegeuka. Nini kitatokea kwa Daniel? Je, Maka na ushahidi mwingine zaidi kummaliza kabisa? Tukutane episodi ijayo.